ameondoka wakati wazazi hawapo. Kwa kilichotokea wakati mdogo, kama unavyofahamu watoto, anamfuata mwenzie, twende shule, ameshika mkoba na nini. Lakini kwa bahati mbaya akaona mwenzie kaptula imekunja, maana imejikunja. Akamwambia, wewe, mbona mwalimu atakuchapa hapa, suruali kaptula imejikunja, ngoja nikunyoshee hiyo kaptula. Sasa anamnyoshea na pasi ya umeme wakati bado amevaa. Akachukua ile pasi ya umeme akamuunguza mwenzie. Ila nia ilikuwa nzuri. Sasa yeye anafikia anamsaidia, akamuunguza mwenzie. Aliposikia mama mtu ameona mtoto wake ameungua, amempeleka hospitali, akamwambia, mimi siwezi kubali, toa hela, lazima ulipe gharamia zote. Hii hapa maandishi ya daktari. Haya, wewe bwana, mambo ya watoto, anambia sitaki kusikia. Mimi kuliharibia mtoto wangu awe na makovu, mimi sijamsemlea na makovu. Wewe kitoto chako cha hovyo kikorofi. Wakasema, wewe bwana, amana. Ikabidi achukue ile bili ya malipo ya matibabu. Akalipa mtoto akapona. Lakini wamegombana mama, watoto urafiki uko pale pale. Wanatembeleana, wanaenda twende tena, wanaenda twende. Ila wamama kila mmoja juu. Sasa juu kwa juu ikatokea wanacheza, kulikuwa na vitu fulani tunacheza, tunatafuta kale kachelewa kufagilia. Unakarusha namna hii, unakaona kanaenda kama vile kanaenda kama mshaa. Sasa yule ameshika vile kuchelewa, anachezea, kwa bahati mbaya akarusha, kakaingia kwenye jicho la mwenzie yule. Basi naye akasema, kwa sababu ni wakati wa kulipana, nataka jicho la mtoto wako uweke kwenye jicho la mtoto wako. Mimi sikumzaa huyu chongo huyu, nilimzaa na macho yote. Alihama mji, akaondoka mji ule, kaacha na nafasi. Visasi sio vizuri. Tafuta lilo jema. Biblia inazungumza kila ambacho umekufanyia mwenzio, wewe tafuta lilo jema, usitafute lilo baya, au usipande. Kwa sababu mtu anaweza kuzungumziwa neno kama 10%, yeye akaongeza zingine 20 ikawa 30. Hatuendi hivyo. Sikiliokoka, Biblia inasema maadili yetu ya kiroho yako juu. Ndio maana Yesu alizungumza kwamba wao walimu walikuwa wanasema, lakini mimi nasema hivi, usilipe ubaya, lipa wema, ushinde ubaya.